Lakini usipokuwa rasi, ukikuwa rasi ukakaa kimya unaondoka imara au unaumia kwa ndani. Wewe bahati nzuri umeenda jeshi. So unajua ile mafunzo ya kukera. Kukerwa. Yes. Unapewa mahovyo hovyo. Yes. Unakerwa kulikweli. Sasa jeshini yule mwanajeshi lazima ukerwe. Kwa ndio maana point yako kubwa umesema hao viongozi wakubwa wanaogombea nyadhifa kubwa watakuwa wapite jeshi. Watakiwa wapite jeshi. Uzalendo. Sio uzalendo. Na nidhamu. Wapite hiyo sehemu. Hiyo ya kukerwa. Hiyo afu ukavumilia. Hiyo kipindi ya kukerwa. Sio akavumilia. Akahimili na kuweza. Okay. Maana kiuhalisia sio kwamba unakerwa, ni wewe unakuwa balanced your emotion. Yaani hisia zako zisifanye kazi na akili kwa wakati mmoja. Okay. Unajua watu wengi ukiangalia kwenye politics za nchi zetu hizi, mimi nikifanya analysis zangu psychological, wanasiasa wengi akili zao na hisia zinafanya kazi sehemu moja. Kitu ambacho hakitakiwi. Hisia zinatakiwa zikae kivyake, akili ikae kivyake. Ndio maana mimi nakwambia hivi, wanasiasa wengi wanaozungumzia habari sio mama anatukana, mama anafanya nini, wao ndio wanamwekea hivyo vitu mama kwenye kichwa. Kwa sababu wenyewe wanamdefine rais as a woman. Kumbe badala ya rais as an institution. Yeye ni symbol tu ya institution. Kwa kila mtu ana maoni yake kuhusu hiyo taasisi. Yes. Watu wanazungumza rais taasisi, sio rais ya mama. You see, hasa wanaomsifu mama wamewekeza kwenye kusifu mama badala ya taasisi ambayo ni uraisi. Sio umeona difference? Sasa sio umenipata? Watu wanamsema mfanyakazi wao wa ndani. Wewe unachukia wakisemwa. Yaani mimi nimeajiri mfanyakazi wangu wa ndani, nimseme jamani, huyu dada haogi, analetea wageni chakula hajaoga, ananuka kwapa. Mfanyakazi namsema mfanyakazi wangu vibaya. Si nimempa majukumu na yeye amekubali. Nimempa majukumu amekubali, mwenyewe amekula na kiapo. Angekataa. Kwa hiyo wanaotengeneza hizi scenario ya kuonekana kwamba mama anatukana na nini na nini na nini na nini ni wale watu wenye njaa. Au ndio hivyo wamemtem kama mzazi. Hilo sio mzazi. Wao wamemtem kama mama yao kule nyumbani. Hapana. No, ile ni institution. Watu wameajili. Yeye haapi pale kwamba anakuwa rais, anaapa pale kwamba mimi nakuwa mtumishi mkuu wa taifa. Nitalinda na kuitumikia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. So nitalinda na kuitumikia familia yangu. Elewa neno kutumika. Sio kutawala. Sio kutawala. Umeona difference hiyo? Kwa hiyo hawa watu wanaopiga maneno mama anatukana, mama sio anafanya nini, wamemfanya nini mama, hawa wana interest zao. Hawa ndio wanatuharibia nchi. Mimi binafsi yule mama simuone ana shida yoyote. Hana shida kama mama. Mimi sioni. Kama mama. Kwa sababu unajua rais ni taasisi. Mimi binafsi yeye simuoni kama ana shida. Sema tayari uko kwenye mfumo. She's a woman like my mother. I respect that. Mimi kwenye jamii nayotoka tunaheshimu sana wanawake. Kule kwetu tungemuita Mlala Samia Suluhu Hassan. Mama wa heshima. Mlala. Kwa sababu sisi kwa umri aliofika kule Kikwete yule tayari ni malikia. Miaka 60. Sio mwanamke tena, ni malikia. Sio umenipata? Alishavuka level ya umama. Sio umenipata? Sasa wanaoharibu ni hawa ambao wanachukua gender issue, wanaileta kwenye presidential issue. You see, wasichanganye hapo. Hapo ndio wanachanganya. Na mimi naona wanachama wanaomtetea mama eti asisemwe, hawajui mama anayesemwa ni yupi. Sio yeye. Hatusemi mama agenda. Tunasema rais institution. Kuna kipindi. Kwa hiyo ndio maana nikuambia hata walio mjibu Gwajima ni watu wenye njaa na hapa kidogo zimeyumba. Kwa sababu wenyewe wanataka wajifanye ni kama watoto wa kuzaliwa na yule mama. Hapana, ile ni taasisi. Wenyewe wamemchukulia as agenda. This is an institution, a presidential institution. Kwa hiyo Gwajima aliyokuwa anazungumza kwenye presidential figure. Sio gender figure. Na amerudia akasema anampenda rais wake. Sababu ni mwenyekiti wa. Sasa hapa tunazungumzia presidential issue. Sasa hawa watu wanaamrisha tena huyu presidential. Sasa wanaamrisha sasa inakuwa ni personal, sasa inakuwa ni mambo ya kujibizana kama mama wa Kiswahili. Amenisema ngoja nikamsute. Sasa ndio wale mambo unasikia Gwajimanization. Kwa pale mama amepigwa. Wale wanaomsifu wamemwangusha mama bila kujua. Mimi ningekuwa mama Samia nisingeongea yale maneno kwenye mkutano. Kabisa. Nisingeongea.
kwa sababu mimi Ni ndio na taasisi. mamlaka yote. Huyu mtu naweza nikamuita Ikulu, mwiteni nizungumze naye. Na inawezekana Nikakaa naye nikazungumza naye, maana siku zote kwenye leadership psychology unapotaka kumwadhibu mtu wako wa chini haumwadhibu in public, unamwadhibu in privacy. okay, kwa hiyo ni mtu wake. Atakutii na atanyamaza kimya. Okay, Kwa sababu in psychology kumwadhibu mtu in private mkiwa nyewe wawili tu, yani hiyo adhabu inamuingia. sasa Lakini ukimwadhibu mtu in public, kila mwanadamu ana asili ya kuresisti na kupambania uhai wake. Atapambana na wewe in public, na hapo ndipo atakapokuangusha. Kwa raisi alipaswa muite yule bwana in privacy. lakini sikasema ni public, lakini alisema cheo cha urais. Yeah. Huyu wewe, yule ni mtumishi wako, una haki ya kumsema, Kabisa. lakini yeye hana haki ya kusema. Na nukuu alivyosema Gwajima, haongei yale maneno ya kwenye press conference kama askofu. Yes. Haongei kama mneki. Yes. Mneki nadhani Anaongea kama Mtanzania. haongei kama mbunge. Yes. Akasema naongea kama Mtanzania. Yes. Ndio maana nikakwambia kwenye nchi yetu kuna shida ya career development. Na akasema mimi naomba nitoe ushauri. Yes. Ye kasema ushauri. Yeah. Huo ushauri unaweza kwa ukubali au kwa ukataa. Yes. Lakini yeye hajashusha thamani ya mtu yeyote. Ndio maana nimekwambia, Wala hajashusha thamani ya cheo cha mtu yeyote. shida ya nchi yetu ni kwamba watu hawana personal development. Kuna mambo wakiyasikia, yani wakisikia hoja za watu wengine, hawachukulii into scholarly perspectives. Yani hawachukulii kama ni uwanja wa wanazuoni wajadili. Wenyewe wakisikia unazungumza, they take it personal. Okay. Sasa huyu tumdhibiti, tumnyamazishe. No. Kwani umetupeleka shule kwa sababu gani? Si ndio maana Ili tujadiliane. Majadiliano ndio yanaleta hatima njema. sio Lakini vita. sio kudhibitiana. Kudhibitiana, huwezi kudhibiti watu milioni 60. Unapodhibiti mmoja unapandikiza hiyo chuki ndani ya watu wengine wengi zaidi. Unadhibiti mmoja, 10 wanazaliwa. 10 unawadhibiti 100 wanazaliwa. The more unadhibiti, the more unatengeneza janga. Labda kama watu wajua ulimwengu mwingine wa kilimwengu. Ndio maana nasema taasisi zetu hizi zinazohusika na mambo nyeti wanatakiwa wafanye personal development, wajifunze mambo nyeti ambao hawafundishwi shule. The more unadhibiti mtu, the more unatengeneza wengine. The 110 rule. The more ukidhibiti mmoja umetengeneza 10. Ukidhibiti 10 umetengeneza 100. Sasa utadhibiti hadi lini? Umeona challenge iliyopo hiyo? Sasa hiyo ndio shida iliyopo ambayo tuko nayo. Sasa ukiangalia huyu jamaa, mimi sijaona kitu kibaya ambacho amezungumza, maana ni kawaida yake kuzungumza. Lakini nimeona namna alivyokuwa, watu walivyo react. Na sasa hapo ndo unafeli. Unajua psychology bwana, I wish watu wangekuwa wanafundishwa psychology shule. Ukisha react tu kwa hoja niliyotoa, you are weak. Okay, tuko respond. Yes, ndio maana hata kwenye michezo ya martial arts, hata jeshini, hatufanyi vita na wewe kwa sababu umetuchokoza. Tunakuacha utuchokoza, alafu tunakustadi. Okay. Tunakustadi, tunajua your weak point. Hatu react na wewe, tuna respond. Kwanza tunasikiliza hata stories za Mtemi Mkwawa. Yes. Kwamba wakati wa Jerumani wanamvamia pale, aliwasoma pengine. Yes. Tuna respond. Sasa kinachotokea sasa hivi kwenye politics za nchi yetu ni kwamba watu wana react. Okay. Alafu CCM imeundwa na tano, imeundwa na vijana waliokuwa na akili timamu, waliosoma kwa mkoloni. Sasa hivi CCM baada ya kugeuka na kuwa CCM sasa hivi vijana wengi ni machawa, they are not intellectuals. Okay. Ila si wamesoma mpaka chuo kikuu. Kusoma chuo kikuu unaweza kuwa unaingia darasani na kutoka. Mimi nakwambia hamna watu wamesoma vyuo vikuu. Maana unataka kujua watu wamesoma vyuo vikuu. Mimi nafanya research sehemu chache tu. Ili nijue kwamba nchi yetu ina watu wanasoma vyuo vikuu. Unajua naenda wapi? Naenda maktaba ya taifa. Kuangalia idadi ya wasomi walioko pale wanafanya research. 0 naenda kwenye vyuo vikuu, naenda kwenye maabara, nani maktaba, kuangalia. Nafanya research. Wangapi wako pale wanafanya research? 0. Chumenipata? Alafu naenda sehemu za starehe, nakuta vijana ambao ndio umri wa chuo wako wa kutosha.
Utaniambia una wanafunzi wanasoma vyuo vikuu? Hakuna wanafunzi wa vyuo vikuu. Alafu nikifa vyuo vikuu naangalia watu wanatumia zaidi nini? Watu wanatumia zaidi simu. Sio vitabu. Ukienda kwa mfano chuo kikuu nikiseme tu maarufu kama UDSM. Mavijana utayakuta watu wako pale kwenye bwalo yanakula na kuangalia TV. Lakini utakuta wale wa China wanaosoma pale UD wanapiga mimea picha, wanapiga majengo picha, ina maana wako kwenye yani wana mission maalum imewapeleka pale. Ukienda chuo kikuu kama UD na vyuo vingine ambavyo unavifahamu nchi hii. Yaani zunguka vyuo vikuu vyote utakuta choo za vyuo vyote ni mbovu na ni chafu. Sasa kama unasoma chuo kikuu na choo ni kichafu kama mtoto wa shule ya msingi, unadhani chuo kina mwanafunzi wa chuo kikuu? Hakuna. Yaani kama chuo kikuu mtu anaweza kunya juu na akaacha mavi yanaelea. Chuo kikuu. Do you think una university? Afu akitoka hapo anakuja kuingia kwenye chama chetu. Akitoka hapo aje kuingia kwenye chama, akitoka hapo tumpeleke TRA. Kama chuo kikuu anakosoma anakunya mavi yanaelea. Unajua kuna vitu unatakiwa upime tu. Mimi unajua nikiwa mwadhiri sipime wanafunzi kwa kuwapa mitihani. Na angalia tu wanavyotumia choo. Wanavyovaa labda. Hawataangalia wanavyovaa. Kuvaa hata ukija uchi I don't care. Okay. Ni mali zako labda zinapunga upepo. Okay. Sasa kwa tathmini hiyo, vijana ambao wanaonekana kwenye chama cha kijana. Kama tu tathmini ya wale wasome kipindi kile wakina Samuel Sita. Wakina nani Jakaya Kikwete walikuwa wanafunzi wa vyuo vikuu, lakini ndio product ambayo leo nchi inafaidika kwao. Sasa tukija kwa vijana wa chuo kikuu, kwamba umesema kijana wa chuo kikuu anaenda kunya kwenye tundu na anaacha mavi pale. Yaani sio anaenda kunya. Nenda vyuo vikuu vyote nchi utakuta mavi yanaelea. Ni shahidi, nimesoma chuo kikuu. Bahati nzuri mimi nimezunguka vyuo vikuu karibu vyote nchi. Ni shahidi. Na sehemu ya kwanza naenda chooni. Okay. Siendi kunya au kojoa. Naenda kufanya research. Okay. Ustaarabu mimi na upima chooni, chumba unacholala na sehemu unayokula. Then najua una manners au huna manners. Kwa hiyo tukikupa chama au nchi tumeisha. Au kama uwezi tu kuflash mavi yako yakaenda. Na uwezi kusafisha choo ukimaliza. Wewe tukikupa ofisi si ndio utaanza kusema watu wenye fact kama kina Gwajima. Huna fact. Sasa unamjibu CCM wasichokijua. Unamjibu mwanafalsafa. CCM wasichokijua. Tuna bila hoja, ndio. CCM wasichokijua. Ndio. Watu kama Gwajima ilitakiwa CCM itengeneze wengi sana. Kwa sababu iliweze kukabiliana na watu kama kina Tundu Lissu, watu kama kina Mwabukusi, inatakiwa na watu kama kina Gwajima. Kina Gwajima wanaojibu hoja. Wenye hoja na wanaoweza kurap. Okay. Shumenipata? Lakini nanukuu ametamka juzi. Anasema leti kama CCM ingejua Gwajima ni hazina. Anajisemea mwenyewe. Hawajui. Anatamka mwenyewe. CCM haijui. Akarudia light kama ingejua. CCM haijui, labda nadhani CCM inasahau errors. CCM nadhani CCM ni kizazi cha wazee kina mzee Wasira. Hicho kizazi kimeisha. Nakumbuka vijana sisi sasa hivi hakipo. Watu wanaotakiwa kabidhiwe chama ni watu hao wa age ya kina Gwajima. Okay. Miaka 50 kitu hapo. Yes. Hao ndio watu wanatakiwa kabidhiwe chama. Okay. Maana wale wazee wengine wamemaliza muda wao, ndio vile basi tu. Muda umeenda. Na kuna mzee mmoja nimemsikia kabisa anamcrash ba. MKBA. Anamcrash. Yule si unajua ni maslahi. Yule maslahi. Baba. Maslahi ya yule jamaa. Anamtengenezea nje yule jamaa. Okay. Yule anamtengenezea nje yule jamaa. Yule tunamjua mbona siku nyingi. Yule si unajua naye content hamna. Anajitahidi ukimwangalia kama vile ana content. Hamna, ana content. Content nishti. Yule content nishti long time. Yule content nishti. Ana content. Ana content. Kwa anamtengenezea. Yule shabiki wa boli. Content nishti. Yana atengeneza njia. Kijana sija kanyima chupa. Ile tunaijua.
Sasa tunaangalia hapa kama bwa ile tunaijua. Tunajua fungu hili. Limeandaliwa. Mzee naona la koma ukimwangalia jamani. Yule wakati unamwangalia inabidi uweke ule kwa JD. Machoni kama mzee uko serious. Bwana mzee wa heshima. Yule ana heshima. Mimi sioni kitu cha kumheshimu. Mkuu wa mkoa yule. Mzee content. Waangalia tu mambo anayoongea. Yaani unajua kuna umri mwingine atakiwa hata ongee ni public. Tuko tulie ndani unyoji. Ucheze na wajukuu. Wewe unapuliza wajukuu nani? Chafu kwenye maji. Yaani kuna muda ukifika ukubali tu bwana mimi sasa hivi content list. Naweza nikaharibu. Acha nikae kimya. Ulishafanya zama zako inabidi utulie. Sasa unalazimisha zama zako zihamie zama zingine. Sasa ndio maana sasa tunakuja watu wenye akili timamu. Nadhani Tanzania sio kipindi cha giza tena cha miaka 61 kipindi cha uhuru. Watu wanajua kuchuja maneno, watu wana akili timamu. Tuna kizazi cha watu ambao wana umri kuanzia miaka hapo kwenye 30 mpaka 45 50 hapo. Labda kwenye watoto wa 2000 ndio wako essential. Lakini hapa watu wanapima maneno, wanapima mtu unaongea nini, wanalinganisha. Mbona huyu Gwajima anaweza kuyuko sahihi. Na ukiangalia kwa nini nasema CCM wenyewe hawajajua kumtumia Gwajima. Kwanza Tanzania unatakiwa tujue kwamba Tanzania tuna lack international people ambao tunaweza kuwafanya kama international figure, global citizen. Yani tuna lack ya global citizens. Watu ambao tunaweza tukawapeleka sehemu yoyote wakatuwakilisha kwa white colors. Zile zinaitwa. Sawa. Kwa sababu watu wa kusifu na kuabudu hatuwezi kuwapeleka international, watakuwa rahisi kuwa manipulate, watatuuza. Tutauza. Yani kama wanaweza kujiuza hapa unadhani nje hawezi kutuuza? Wanatuuza. Tunatakiwa tupeleke, yani unapokuwa na mission ya kimataifa ya taifa, lazima upeleke watu ambao hawezi kununulika. Watu jeuri. Yani ni watu wanatakiwa walindwe na taifa. Umenipata? Watu wa jamii kina Gwajima wanatakiwa walindwe na ni hazina ya taifa. Maana unaweza ukawatuma kwa mission nje na wasikuangushe. Lakini watu wa ndio mama, twende Kizimkazi wapo, twende wapi wapo. Kwenye Singeli wenyewe ndio wanakatika kuliko watu wote. Watu watatuuza. Maana wanafanya hivyo ili uhakikishie uhakika wa kula. Hawafai. Sio kwa ajili ya maslahi ya nchi. Sio kwa ajili ya maslahi ya nchi na wananchi. Mtu yeye yupo kila sehemu. Hamna. Watu hodari hawatokei kila sehemu. Wanachagua sehemu za kutokea. Wewe Kizimkazi upo. Serengeti sijui nini upo. Vigodoro upo. Sijui tamasha vitasa vya mama upo. Wewe kila mahali upo. Inakuaje hii? Bungeni wewe ndio unaongoza kwa kupiga makofi, kushangilia na kushukuru. Unakuja na fact ipi basi tukusikia? Yaani wewe ukianza kuzungumza lazima uanze kumshukuru mama. Sasa wewe unajua kuna desturi fulani imetengenezwa hapa ambao mimi naiona ni si sawa. Sio ya kwetu. Unajua chama ukizungumza hivi wanachama wa CCM wanaweza wakachukia, sio wanachama, machawa. Maana ukisema wanachama wa CCM, kila mtu nchi hii atakuwa mwanachama wa CCM, maana CCM ianzia 5. Umeona? Sisi wote ni wanachama wa 5. Ni wanachama wa 5. Wote hapa. Kwa hiyo 5 tu imekuwa converted, imepelekwa kwa CCM. Sema sisi wana CCM sasa wanatuharibia machao. Umeona sasa? Sisi wana CCM. Umeona sasa? Sasa changamoto inakuja ni kwamba CCM sasa hivi kwa Afrika ukitoa ANC ya South Africa, CCM ndio chama pekee kimebaki chama kikubwa Afrika. Nimesoma takwimu juzi. Ni chama cha kwanza Afrika kwa nguvu. Hata nguvu ipi? Sijajua sasa miundombinu. Sasa tunatakiwa uzungumze nguvu ipi? Labda rasilimali, miundombinu. Si tunataka kujua nguvu ipi. Hapo wana nguvu gani? Ipi? Chama cha kwanza Afrika, cha ngapi duniani? Cha
Hatuna cha ngapi nimesahau, nisidanganye au niseme wrong information, lakini kwa Afrika ni cha kwanza. Sasa tunajiuliza nguvu ipi? Ipi? Mimi naona labda miundombinu. Ipi? Falsafa ipi? Lakini labda wanapima kukaa madarakani muda mrefu. Kukaa madarakani muda mrefu. Swali, umekaa madarakani au umekaa ofisini? Unajua maana kukaa madarakani? Kukaa madarakani maana umekaa kwenye people's mind. Ndio maana madaraka. Sio, umenipata? Okay. Na sio madaraka, kwenye utumishi. Utumishi, okay. Na unapokaa kwenye utumishi na maana ukae kwenye people's minds. Na kama unaweza sasa kuona threat, kuna watu wanakuthreat, maana yake wewe sio chama kikubwa. Ni chama kidogo. Okay. Chama kikubwa akisumbuliwi na mtu anayesema no reform no election. Akisumbuliwi. Kina ajenda zake. Maana kinajua wewe unapita. Au? Maana kinajua sisi tunaishi kwenye vichwa vya watu. Hatuishi kwenye sanduku la kura. Okay. Kwa tuna hakika watu wetu watatuchagua. Hatusumbuki. Hatuna issue na wewe. Na keskesi sisi ni chama kikubwa. Hatusumbuki na keskesi. Yaani ni kama mimi sasa nianze kusumbuka na katoto kako nyumbani. Eti kisa kamenishika na matope. Unamchafua. Sina suruali zingine naenda kubadilisha nafaa. Kale ni katoto. Yaani katoto kadogo tu kameshika matope, no reform no election, mimi naanza kuhangaika nao kazi gani? Kwa hiyo tafsiri halisi ya chama kikubwa cha kwanza Afrika ni kilichokaa kwenye mioyo na akili za watu. Hiyo ndio maana ya chama kikubwa. Chama kikubwa sio majengo, sio kumiliki sijui maduka, mastendi, sio chama kikubwa. Kinaweza hata kikawa chama cha kibepari, alafu unasema ni chama kikubwa. Kwa sababu vitu vingi ambavyo CCM inavyo si vianzia 5 na watu walijitoa kuikabidhi 5. Sasa utasemaje ni chama kikubwa? Tunakipima kwa ukubwa upi? Na kama ni chama kikubwa tunakipima kwa ukubwa wa falsafa, why unaogopa watu wako wenye hoja kuntu za kujenga nchi, za kukuchangamsha ili uendelee kuishi kwenye falsafa yako, kukuchangamsha uendelee kuishi kwenye falsafa zako, lakini pia kukurudisha kwenye mioyo ya wananchi. Why unawakemea? Unataka kuniambia chama kikubwa kinataka watu wanaosema alaaniwe na Mungu? Hapana. Hicho sio chama kikubwa, hicho ni chama kidogo. Kinachoahidi ubwabwa. Hayo ni mambo tunatakiwa tusikie kwenye vyama vinavyoahidi ubwabwa. Sio chama kikubwa kama CCM. Nadhani kwa mtu kama Gwajima ana nia njema pengine ya kuirudisha CCM kwenye mioyo ya watu. Na hata juzi amesema CCM ambayo iliasisiwa na kina Nyerere na kina nani hao wengine mwanzoni hao kina Mwinyi kina Mkapa, kina Jakaya, hiki chama tunakataa, sio chama cha watekaji. Ndio statement yake. Unadhani alimaanisha nini? Yeye mwenyewe anajua alichomaanisha. Pragmatiki nasema maana ya maana ubaki kwa mwenye maana. Maoni yako umenipata? Mimi kwa upeo wangu wa uelewa, sasa hapa natumia upeo mdogo sana wa uelewa. Yaani wa mwana CCM wa kawaida. Upeo wa kawaida. Kwamba sasa chama hicho kinatakiwa kiwe na watu wenye uwezo mkubwa. Okay, kinapandishwa yani sasa uwezo mkubwa wa uelewa. Sio, umenipata? Sio kiwe na watu wenye uwezo mdogo wa uelewa. Watu wenye uwezo mdogo wa uelewa wana react na watu wanaowachochea. Watu wenye uwezo mkubwa wana respond. Okay. Ndio maana when I give you a punch, hautakiwi kukaza kifua, unatakiwa kubend. Uende hivi. Nikikupiga kwenye tumbo hautakiwi kukaza tumbo, unatakiwa ubend. Maana ukikaza tumbo nitakupasua, unatakiwa ubend. Okay. Tumesema sio defend punch. Una go with a punch. Unarudi nayo ndani. Una bend na punch ili kuipunguzia nguvu. Unaipokea. Lakini punch yetu ukiikazia msuli, punch inakuingia na inakuumiza. Kwa unatakiwa ubend. Sasa chama cha CCM nadhani kimefika stage hakibendi tena na punch. Kina react na punch. Kwa hapo ndani kuna maumivu. Na nikifuatilia vyama vingi Afrika vilivyokufa, vilivyoita vikubwa, vimekufa vilivyoanza kureact na punch badala ya kubend na punch. Kwa watu kama hao akina Gwajima nadhani
wanakisaidia chama hicho kiendelee kubendi na punch. Okay. Sio, umenipata? Sawa sawa. Kiendelee kubendi na punch. Na kama ni mwanachama ana haki ya kuzungumza, si ni mwanachama? Sasa mtu ambaye ni mwanachama na sio kiongozi kwenye chama unamuogopa wa nini? What knows?